Kigamboni huko. Sasa kwa nini Faridi Ahmed Salum afu Freddy? Kuna ka historia kidogo, lakini naweza nika make short clear kwamba mimi wazazi wangu ni watu ambao walikuwa wana imani mbili tofauti. Babangu alishatangulia mbele za haki. Kwa hiyo nilikulia upande wa mama zaidi. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba mimi toka nikiwa mdogo nimekuwa kama Mkristo, nimesoma Sunday schools, nimesoma mafundisho, nikapata kipaimara. Mimi ni mdhehebu na sali dhehebu la KKKT Lutheran Church. Ya, kwa hiyo nafikiri hatua niliyobakia ni kuoa tu katika Ukristo na kuzika. Ya, katika Ukristo wangu. Ya. Kwa hiyo nashukuru Mungu sana kwa hilo. Mimi nikiwa kama Faridi, nikiwa moja kati ya member ya wa group hili, fans hao wa Liverpool, naweza kujitambulisha hivyo, lakini ningependa pia kukaribisha mtu mwingine atakayefuata kidogo aongee mawili matatu, then tutaendelea na utambulisho na wengine. Asante sana Fred. Asante sana mama. Karibu sana. Asante, tunajisikia tuko nyumbani. Amina, tunabarikiwa na nyinyi. Amina, amina. Almaarufu ZZ. Yes, yes. Mnyamwezi wa Tabora, mama Nyakyusa wa Mbeya. Nadhani umbo unaliona. Jamani, kwanza sisi tunashukuru Mama Ndege, tunashukuru sana sana sana. Unajua ni kitu kikubwa sana na ni kujitoa sana. Sio watu wote wana courage kama ulionayo. Kabisa. Yaani tuseme kabisa. Mimi kwanza nimejisikia amani, nimemwambia wale wengine nimeanza kujisikia, mbona nasikia amani hivi? Huyu bwana akaniambia niliona watoto mimi naanza kujisikia amani. Mimi historia ya kutunza watoto siji na juaga lakini sio sana. Ila safari hii nienda kwenye Mei Mosi Mwanza. Samahani jamani, mimi mchezaji japokuwa unaniona hivi. Goalkeeper. Nilipoenda kule Mwanza kwenye michezo nikapata nafasi nikapata nafasi ya kuwa natembea. Siku hiyo usiku nikaenda kule Nyegezi. Ili Simba Queens walikuwa wamefikia kule, mimi rafiki yangu Musa Mgosi yule kocha. Sasa nikaenda kule tukatembea, mimi kuna vitu natumiaga usiku. Sasa wakati natembea nikaanza kukuta wale watoto wengi. Sasa nilikuwa sijui vitu vinatokea vingi sana jamani. Yaani watoto wanapitia changamoto kubwa nyingi sana. Sasa ukiona watu wamejitolea namna hii ni kitu cha kumshukuru Mungu kwa kweli. Na Mungu aendelee kuwajaza kwa yani sio nisemeje, msife moyo. Najua kwenye kitu chochote kuna changamoto. Na changamoto ni nyingi kuliko hivi unavyofikiri. Yaani kuna vitu hapa umesema tu mimi ndio mlezi lakini hujasema changamoto. Nikwambia tupe changamoto hapa, tunaweza tukakaa mpaka asubuhi. Na inawezekana hata sisi wengine wenye changamoto hizo zikawa ni ndogo kuliko unazozitia wewe. Mimi napenda kipekee kabisa sisi ZZ. Yes, nitaka kumwambia za Mungu ninaotunza yatima na wajane. Na pia Mungu anasema yeye ndiye baba wa wajane. Ina maana pale unapotoa kwa ajili ya yeye ndio mume wa wajane, baba wa yatima. Ina maana unapotoa kwa ajili ya yatima ni baraka kubwa sana mbele za Mungu, ni sadaka kubwa sana. Wewe unaweza ukaona nimetoa kidogo, lakini kwa Mungu ni kikubwa kwa sababu umesaidia mtoto ambaye ni yatima, ambaye Mungu kashasema yeye ndio baba wa yatima. Kwa hiyo ni jambo la faraja sana kwetu. Tumefurahi kwa sababu ni tendo la ibada. Yaani sijui nisemeje, lakini amina. Ninachoomba Mungu aendelee kupitia moyo mama. Amina. Ni kwa sababu hii ni kazi ya kujitolea. Wapo wengi ambao wana uwezo mkubwa lakini hili jambo kwao limewashinda. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo ndani, yaani ambacho tuseme ni Mungu ameweka hicho kitu ndani mwako. Ni kama karama. Yes. Kwa hiyo kama hiyo karama Mungu amekupa, mama naomba usife moyo. Ni kazi ya Mungu. Unamtumikia Mungu. Atakulipa kwa wakati wake. Maana yeye hachelewi, hawai. Ndio. Kwa hiyo Mungu atakulipa. Sisi kama sisi hatuna mengi ya kusema, ila mimi ninakuomba uendelee kwa kuwa na moyo huo kwa kujitoa, na Mungu azidi kukupigania, kutie nguvu, na pia na watoto wetu Mungu aendelee kuwatunza. Naamini wako sehemu salama, na ninaamini pia watakuwa na maadili ya kimungu ambayo yatawafikisha mbali. Ndivyo ninavyoamini. Kwa hiyo sina mengi ya kusema. Mimi binafsi nimefarijika sana sana sana. Nimefarijika sana
kwa sababu ni tendo ambalo ni ibada. Mungu azidi kukupigania mamangu, na azidi kukutunza, akupe afya, akupe nguvu, usikate tamaa, tumika, fanya kazi ya Mungu. Amina. Mimi sina mengi. Makofi. Wamezungumza upande mmoja, mimi nazungumza upande wa pili kidogo. Katika Uislamu kuna aya kwenye Qur'an nasema, araaita alladhi yukadhibu bidin. Je, unajua wale yukadhibisha dini? Yaani hao watu wanakadhibisha dini kabisa. Wapi? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wale wanawasukuma mayatima. Yaani wanakuwa hawashughuliki kabisa kusomesha mayatima, wanawasukuma, maana yake ni kwamba hawana time nao. Kwa ukimkuta mtu anamsukuma mayatima, maana yake huyu ni kwamba amekadhibisha moja kwa moja dini. Na unapokadhibisha dini, maana yake umemkadhibisha Mwenyezi Mungu. Sawa? Kwa hiyo kuwashughulikia mayatima, maana yake ni kwamba umekubali dini. Kwa hiyo kwanza nakupongeza kwa hili. Sisi ni kundi la watu kama nilivyozungumza, ni marika mbalimbali. Mimi nina miaka 53, kijana yule kule na miaka 15. Lakini ni mwanangu wa 4 katika mimba 3. Yaani yeye ana pacha wake wa kike. Umeona? Lakini hapa katikati yetu kuna watu wa age mbalimbali. Kilichokutanisha ni kitu kimoja, ni just team. Lakini timu ya mpira imezaa vitu vingine vingi tu. Kuna watu ambao wamepata matatizo chungu mzima katikati yetu. Kuna mwingine ambaye amekufa, tumeenda kuwapa faraja mbalimbali. Kuna ambao wamepata matatizo mengi ya ugonjwa, mwingine alipata ajali, yote wanakwenda tunamtembelea. Lakini hili swala kama hili ni first time kwa kwenu wa kwanza kabisa. Asante sana. Kwenu wa kwanza, tunachoomba tuombee dua tuweze kuendea na wengine wengi wafaidike. Nafikiri yanatosha. Kama kuna swali unaweza kuniuliza.